Wabobezi. Bwana, kuna mlevi mmoja alikuwa anazungumza, msikiliza, anasema kwamba hakunaga Isamboi mwenye pesa, hakuna kabisa, yaani nakuta yale maisamboi natembeaga hawa wanaga pesa hao. Alafu nikajiuliza, nikamsikiliza, nikasema lakini kweli, unajua matajiri wengi ukiwaangalia hata sura zao zikaanza pauka pakawa hivi. Hii tajiri anakuwa na kauso fulani hivi kamekaa kama kanyitu fulani tu hivi. Hata mondoko wa tajiri, matajiri wengi ingia humo kwenye masoko humo watu wanachukua mamizigo, wanafunga mamizigo, matajiri wanatembea kama ametupwa. Tajiri yuko kapiga shati lake la ujiuji, kitambi hicho hapo hajachomekea, yuko bize hiyo. Wana hela hao. Kuna wale matajiri unakuta ana mzigo wake wa kontena la viatu huko bandarini, ana maduka pale Kariakoo ya open shoes, lakini yeye anavaga open shoes pea moja mwaka mzima, abadilishi. Wana hela hao. Sasa wewe tajiri wewe, kwenye simu yako una Snapchat, uposti mpaka uweke filter, hela unatoa wapi wewe? Tajiri una six pack za nini kwanza kwa tajiri? Kwanza matajiri wengi ukimwambia twende gym anakuambia nikafanyeje? Nikipondo mavyuma huko. Matajiri wengi kweli, mimi mwana yule mlevi, matajiri wengi unakutaga huwezi kumkuta gym hivi. Matajiri wana mazoezi yao, wanafanyaga yoga. Hapa anatoa kitambi, hapa anakuambia anatoa mafuta ya umu. Sasa mshakuwa na hela, tuko gym kilo 60. Unakula nini baada ya hapo? Unakuwa kama bilauri, juu mkubwa chini mdogo. Hapo unajua maskini ndio tunaigiza utajiri. Yeye matajiri hawa yaani huwezi kumjua. Unamjulia wapi? Kwanza hata majina yao matajiri waga yamekaa ovyo. Heti mimi sasa hivi hapa niwe tajiri, mwanze kuniita Godwin Philibert, tajiri Godwin Philibert. Hata isaundi poa. Unasikia mzee tobo Amanzi Kizoba Kajwele, tajiri ya misitu, tajiri ya mikorosho huko kwenye miti ya mbao ndani kusini. Wewe dadangu unahangaika na handsome boy, hakuna hela hapo. Hakuna hela. Sasa ngoja nikwambie. Ukikutana na mwanaume kapiga shati lake la ujiuji, kachomekea vizuri, kapachika chupa yake ya maji hapa, ameweka na kistiki hapa, kaweka chupa ya maji kwenye kwapa hapa, kaweka na kistiki hapa, anatembea kama katupwa. Usimdharau hata ukimwona Kariakoo Karume, wewe au jili naye huyo. Hao wana mashamba ya miwa. Wana mashamba ya miwa huko Kagera hao. Wana mamisitu yao huko Bukoba huko. Yapo tu huko wanakuja kuzunguka tu hivi. Alafu wana mambo mengi yani unamwona tu hivi. Huyo ana jaruba ya nini huko mpunga huko Mbeya hao. Wako hivi. Ukimwona Kariakoo bure unaweza kumdharau kama labda dalali. Dalali? Achana nao. Hawa wazee swaga hawa hamna kitu chochote. Hawa ukimwona hivi ana mang'ombe yako Bariadi huko karibu 3000 huku kaja kuzunguka. Lakini hao wazee na unajua kuna kamzigo fulani hivi kamchongo na kasikilizia unajua vile. Sasa hivi sema kuna simu fulani zimetoka za Pro Max hao hamna hela. Hapa chupa iko hapa nakwambia, yuko hapa utazanaje boje chini bagazi lile, yuko hivi ananesa hivi nakwambia. Sasa hili unaweza kulikuta nakwambia, alafu mdomo unakuwa mzito, yani yalishaga kunywa pombe za kienyeji akamaliza, yalishakunywa pombe kali akamaliza, yani yalishamaliza maisha, mdomo hii lips imeshatela iko. Sasa nimeingia vyumba kwa Kariakoo hapo, nataka nichukue frame 60. Wewe unaweza frame 60? Wewe ukimwona unaweza kusema huyu labda dalali.
kweli yuko hivi. Unasikia sasa, ninataka kufanya kitu kimoja. Kuna baa inatakiwa izimiliwe. Wewe ukimwona unaweza kusema huyu mzee vipi? Ana mafuso na mafuso yangu natakiwa yaingie bandarini pale. Amepachika hapo, ukiangalia shati imeisha. Majina tu. Ukilisikia jina lake Tobo, Amanzi Kibona. Yule mwana tajiri hilo. Lina miwa yake. Lina hekari 2 za miwa huko Kagera. Wabobezi.